Acha nitafua mwenyewe. Hapana. Acha basi shemu. Acha basi na nitafua mwenyewe. Shida nini? Hata basi kusaidia kufua. Acha basi shemu. Vipi lakini? Hapo asemeje? Basi na masala ya kufua. Vipi mpango wangu? Mpango gani? Kama unavyojua. Labda nikukumbushe. Nikwambia nakupenda. Ndio hujawahi kunipa jibu langu. I say, we shemu. Hivi, una matatizo gani wewe shemeji? Unaropoka tu maneno. Nimekwambia wewe utabaki kuwa shemeji. Shemu, nikwambie tu kwamba hebu jaribu kuachana mimi kabisa hizo habari. Na ukinisumbua namwambia kaka kila kitu. Nakuwa ueleweki, yaani nakwambia mimi sikupendi afu nang'ang'aniza ndo mimi. Unajua nini? Siku hizi ndio umebadilika sana. Mambo anayofanya kwa siku hizi sio mazuri sana. Naomba kama una wazo basi unisaidie kwa hiyo. Yaani kusema kwamba hapo msaada wa hapo labda kurudi kwa mganga, kwa sababu kusema ukweli shemeji amebadilika tena sana. Na tukirudi kwa mganga tutamwelezea kama hali halisi, kama kutupunguzia siku atupunguzie, sio kwa 90, kwa sababu miezi 3 ni mingi babu, na mwanamke ndio kila kitu. Na mwingine unapata wageni hakuna wa kuwapikia. Alikofikia sasa shemu ni hali ya kwamba haijapendeza hata hapa nyumbani. Haipendezi kabisa. Ni sawa, kurudi kwa mganga ni sawa. Ila si ulisikia ile siku wakati tulipokuwa tumeenda kwa mganga tena kwa mara ya pili. Ni kwa imani yangu mganga alitukazia mno. Tulimuomba na msamaha hapo kwa siku ile. Alikataa kata. Badala ya kupunguziwa adhabu, mnaongezewa hata adhabu nyingine tena. Unajua itakuwa changamoto nzito sana. Wakati mwingine inaweza kukuathiri mpaka na wewe. Unajua ile sawa, ile mara ya kwanza tulikosea masharti. Bwana kwenda kuomba msamaha. Mondo. Ni afadhali sana. Tena nikwambie tu kitu kimoja ambacho ukijui kabisa shemu alipofikia. Una taarifa kwamba shemu ana simu saizi kubwa, bonge la simu. Sema ile siku ambayo tulikuwa tunatengeneza dawa, sijakwambia tu. Wakati shemu anarudi, nilimshuhudia kwa macho yangu akiwa na bonge la simu. Sema sikutaka tu kukuambia kwa sababu alikuwa anawasiliana na mtu, inaonekana ni mtu wake kabisa. Kwa pale mimi na hakika shemu ana mtu wake nje. Hebu jaribu kuchunguza kwenye simu pale kaka. Ana simu. Imekuwa jambo gani? Maana mimi sijawahi kumuona na simu mke wangu hata siku moja. Ila kwa leo hii tena unazungumzia habari ya simu. Tuache nao kaka. Kikubwa pale mimi kwa naomba tu tujaribu kutafuta suluhisho la pale. Kama kurudi kwa mganga tunarudi tunaomba msamaha. Kama mganga anatusamehe, atatusamehe. Na kama atupunguzia siku, atatupunguzia siku. Kwa sababu saa hizi unakoelekea sasa, unaelekea kubaya.
sijui nimwambie kaka na hili la kunitongoza shemu. Wewe nini? Kaka. Ulikuwa wapi tena? Kawaida tu kaka. Mbona kama uko sawa? Au kuna shida gani? Niko sawa kabisa, niko sawa. Niko sawa bro. Labda tuseme tu tuende kwa mganga. Tuende kwa mganga ni. Kajaribu kuangalia namna ya shemeji ili tumtulize yani. Tupunguziwe siku yani. Ndoa ya mateso, ya mateso. Ndoa ya mateso, nimechoka. Hadi. Shemu. Nini tena shemeji? Shemeji, kichwa kinanisumbua. Umeanza kuhisi nini kichwa shemeji? Ndio sio mrefu nilikuwa kule tuangaa tu kichwa kinagonga. Hapo asubuhi umetoka hapo huko mzima. Shemeji, una malaria labda shemeji? Hapana, sizani lakini. Hapana, naisi una malaria. Kama basi nipatie maji ya kunywa. Sababu najisikia hapa iko sawa kabisa. Sawa shemeji. Huu ndo muda wangu mzuri sasa kwa kutengeneza dawa yangu ambayo nimepewa na mganga wangu Kajono. Kama mganga alivyoniambia ni kweli, nitamteka kweli huyu mwanaume. Manyika, habari yako kwisha. Nimekusogeza kifuani kwangu. Shemeji? Shemeji nenda. Shemeji ameniagiza maji, akaenda wapi tena? Shemeji, acha. Nenda wapi tena shemeji? Enjo. Ndio. Salama tuko. Lakini kama maji ya mna. kidafu kutokana hii. Haya maji. Twende basi.